Yo, mambo vipi? Uko fresh kabisa? Hope uko vizuri. Nipo na mchambuzi Mr. Pimbi. Mambo vipi brother? Mambo safi mzee baba. Mambo yanasemaje? Tuko vizuri. Tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Tasnia unaionaje kwanza muziki wa Bongo Flava? Muziki ni kama umestaki kidogo, ila unasogea kwa mtu mmoja tu ambaye ni Diamond Platnumz, lakini wengine ni kama wamestaki hawasogei. Kwamba wasanii wengine hawawezi kupushi muziki mpaka Diamond. So hawawezi, wanaweza, ila isipokuwa unajua muziki unahitaji uwekezaji, na uwekezaji sio kila mtu anaweza kuteki riski. Uwekezaji siku zote unateki riski. Ndio maana leo hii mtu anaweza kafungua duka, wewe unaweza kufungua duka na mimi nikafungua duka, lakini baada ya miaka miwili duka lako likawa kubwa kuliko la kwangu. Tafsiri ni kwamba wewe uliteki riski ya uwekezaji kuliko mimi. Mimi nilikuwa muoga kwenye uwekezaji. Labda inawezekana pia sijui biashara ya maduka. Kwa hiyo Diamond anaijua biashara ya muziki. Anajua hata akiwekeza mabilioni ya pesa ni namna gani atakavyorudi. Anajua unaweza ukawekeza kwa hasara kwa miaka 3-4, lakini baada ya hapo ukaanza kuenjoy maisha. Sasa wengine hawajui hizo hawawezi kuvumilia huo muda kusubiria zile fedha nyingi walizowekeza kwenye muziki wao zije baada ya muda mrefu. Wanataka wawekeze hapa na wapate hapo hapo. Na ndio maana umeona wamebaki kwenye muziki wa East Africa tu. Harmonize alikuwa msanii mkubwa sana Afrika, lakini sasa hivi amebaki msanii wa East Africa. Rayvanny anajitahidi kupambana, ingawa nguvu sio ile sawa na wakati yuko WCB. Yes, Mbosso bado mapema sana kumjaji kwa sababu ndo kwanza ametoka WCB, lakini umeona namna ambavyo yuko serious kwenye muziki. Umeona day up to day anazidi kuonyesha kwamba hajabahatisha yeye kwenda pale WCB, yeye kuwepo ya Moto Bendi, yeye kuwa msanii mkubwa hajabahatisha. Kwa hivyo naona ni mtu ambaye kama atafuata misingi ambayo ameikulia pale WCB basi atafanikiwa na atafika mbali. Harmonize umekuwa ni moja ya mtu ambaye unamchambua sana nyimbo zake nyingi, kwamba Harmonize ndo nyimbo zake zina makosa sana. Kuna moja niliona ile ya nyimbo yake mpya ukasema kama kwenye ile yachi ilikuwa na vumbi. Ukasema kama Harmonize anazingua. Harmonize ni kwa nini sana kila siku Harmonize ambaye unatoa makosa sana kwenye nyimbo zake? Sio Harmonize tu, nadili na watu wengine, lakini pia ukiona nadili na mtu mmoja muda mrefu, tafsiri namtakia mema. Kwa sababu mimi siwezi kupoteza muda wangu, bando langu, nikaanza kumchambua mtu tu labda kwa hasira au kwa hisia zangu. Hapana. Ukiona namng'ang'ania mtu ujue kuna changamoto ambayo naiona kwa msanii husika. Umeelewa? Ndio maana hapo awali mbona nilikuwa namsifia wakati Harmonize ametoka WCB. Wote tulikuwa tunaona jitihada za Harmonize. Wote tulikuwa tunaona namna ambavyo Harmonize anazidi kupushi muziki wake. Zile jitihada sasa hivi uzioni. Ule muziki ambao Harmonize alikuwa anaufanya sasa hivi huoni. Trip za Harmonize kwenda Nigeria kutafuta collabo zilikuwa ni nyingi. Trip za Harmonize kwenda Denmark, Sweden, Australia kwenda kufanya show zilikuwa ni nyingi. Hizo trip hatuzioni almost miaka miwili sasa. Sasa tutakaje kimya? Na sisi ndo wadau ambao tunapaswa kusema asikie aibu aongeze bidii. Kwa hiyo tunasema kwa mapenzi makubwa, hatusemi kwa ubaya. Ukutana na watu wanawasema vibaya wachambuzi, nyinyi waga mnalichukuliaje? Unapokeaje maoni ya watu ambao wanakosoa sana wachambuzi? Mimi nimeshakuwa mkubwa tayari, kwa hiyo lazima nikubali kukosolewa na mimi. Kama ambavyo nawakosoa kina Diamond, kina Harmonize na wengine. Hata mimi nimeshakuwa mkubwa. Na hiki ni kipimo tosha kwamba nimekuwa mkubwa, watu wanakosoa. Ingawa sio kila mtu atakosoa kwa mapenzi, mwingine atakosoa kwa chuki kwa sababu tu huwa unamsema msanii wake vibaya bila kujali mabaya ya msanii wake. Yeye anaangalia tu vile ambavyo wewe unamkosoa. Kwa hivyo sisi hatukosoi, sisi tunajenga. Umeelewa? Tunajenga. Kama kuna sehemu wameharibu warekebishe. Ukiangalia video ya Harmonize sasa hivi ina siku ya 3 sio ya pili, ina views 300,000-400,000. Wakati kawaida leo siku ya 3 tulitakiwa kumuona Harmonize akiwa na views 4 milioni 5. Tumemzoea huko. Sasa kwa nini tusiseme? Comment nyingi ambazo nakutana nazo mmekuwa mkiwa mnachambua, mnamsifia sana Diamond. Watu wanasema pengine Diamond anawapa chochote kitu, anawalipa, ndio maana mnakuwa mnasifia sana nyimbo zake kuliko wasanii wengine. Ina ukweli ndani yake? Sasa katika wachambuzi hakuna wachambuzi wamemponda sana Diamond kama mimi. Nakwambia ukweli. Hakuna wachambuzi wamemponda sana Diamond kama mimi. Kwa hivyo mtu anapofanya vizuri mpe sifa. Kuna kipindi Diamond alilewa sifa. Muziki wake ulikuwa kuna kipindi yani ulikuwa unaona kabisa kuna kitu kama kimepungua kwenye muziki wa Diamond Platnumz. Thanks God amekigundua, amerudi kwenye mstari. Unaona sasa hivi anatoa madude kama Komasava, anatoa madude kama
ili Joy Happy ni ngoma ambazo zimemsaidia. Unaona anapata show kubwa za kimataifa. Kwa hiyo kwa nini usimsifie sasa? Anafanya vizuri. Anafanya vizuri, lazima umpe sifa yake. Dudu Baya aliposti kwenye Insta yake kwamba Uncle Pimbi, Mr. Pimbi ni mlemavu, sijui inabidi sijui aende Dodoma, sijui akafanye nini, aandikishwe sijui kwenye daftari la walemavu. Ukaposti kwamba inabidi utamfikisha mahakamani. Vipi mpaka sasa hivi? Kwanza mimi sio mlemavu, mtu mfupi sio mlemavu, mtu mfupi ni mfupi tu. Kwa hiyo lazima kwanza apate hiyo elimu kwanza ya kujua kwamba mtu mfupi sio mlemavu. Lakini namshughulikia, mimi na mwanasheria wangu tayari nishamkabidhi, analishughulikia. Nadhani muda si mrefu mtamuona akiwa anahangaika mahakamani. Yaani muda sio mrefu, jipeni muda tu. Alianza kwa Professor J. Simwachi, unamshughulikia. Mimi sitasikiliza msamaha. Mimi namburuza mahakamani ili ajifunze. Yes, aache kukosoa maumbile ya Mwenyezi Mungu. Sababu wewe Mungu ndo amekuumba. Mimi pia nimeumbwa na Mungu. Hakuna mtu ameumbwa na mnyama au mdudu au malaika au shetani. Wote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na Mungu anakuwa na makusudi yake anapokuumba. Anza kakunyima urefu kama mimi nimenyimwa urefu, lakini Mungu kanipa ustaa. Sasa nakupa madini. Yes, kanipa madini, kanipa maisha. Wewe unaweza kuwa ni mrefu lakini una kasoro kibao. Mbona yeye Dudu Baya kaenda hospitali anaumwa, mimi mbona sijaenda hospitali naumwa? Kwa hiyo Mungu ana kusudi zake. Content ya Zara umeiona ile aliyokuwa na bosi? Nimeona ni kitu kizuri. Kwanza Zara ni mshikaji wangu. Ni mtu wangu, ni damu yangu haswa. Yes, na mara nyingi tumekuwa na vikao. Kwa hiyo mimi pia nafurahi kuona Zara akipiga hatua. Yes. Pengine tuone kazi zenu nyinyi wachambuzi zikiongea na nyinyi mfanye na matajiri. Pia kwanza imetuheshimisha sisi watu wafupi. Hii jambo kweli nakwambia imetuheshimisha sisi watu wafupi. Kama kuna mtu alikuwa anachukulia poa watu wafupi, basi ataanza kushika adabu. Na hatujaanza hapo, tumeanza muda mrefu. Umeona tunakaa na viongozi wakubwa wa serikali, matajiri. Kwa hiyo hii ni heshima. Kwa hiyo Nzala anaendeleza kile kitu ambacho sisi tuliotangulia tumekianzisha. Nimpongeze sana sana sana, ni hatua kubwa na dharau zinapungua kwa watu wafupi. Dharau zinazidi kupungua. Bado tuone mchambuzi, tumuone Mr. Pimbi na tajiri fulani. Mimi nina matajiri wengi sana, na viongozi wengi sana wa serikali ngazi za juu. Ni marafiki zangu na nina hang nao. Ni vile tu ni viongozi, huwezi kupiga nao picha, huwezi kufanya hivyo. Alafu sio kila tajiri anapenda upige naye picha, anapenda video. Si umeelewa? Kila mtu ana protokoli zake za maisha. Lakini hao tunakutana nao sana. Sana. Sawa. Neno la mwisho kwa mtu ambaye anasema mbona kama Rayvanny msanii ambaye anaenda kupotea kwenye soko la ndani, kuna kipi cha kuwaambia kwenye muziki wa Rayvanny? Muziki wa Rayvanny kuna kitu kimepungua. Amejitahidi kumaintain biashara yake, lakini bado ameshindwa kumaintain muziki wake. Kwa hiyo nadhani anapaswa kulifanyia kazi, na yeye anajua Rayvanny ni kitu gani kimepungua kwake na nini afanye ili kiweze kuongezeka. Tunamdai tangu ametoka WCB hana hit ambayo ameifanya yeye mwenyewe akasimama kwenye wimbo mwanzo mwisho. Hiti zote alizozitoa ni hiti ambazo amefanya nyuma ya mgongo wa wasanii wakubwa wenzake ambao ni A-list. Kwa hiyo bado ana deni kubwa, tunamdai atoe hiti na anapaswa kulilipa hili deni. Hivi tofauti ya neno wachambuzi na machawa, tofauti zake zipo vipi? Wachambuzi na machawa, chawa ni mtu ambaye bosi akifanya vibaya anasifia. Bosi akifanya vizuri anasifia. Mfano mzuri ni Baba Levo na Mwijaku. Wale ni machawa. Sisi sio machawa. Sisi ni wachambuzi. Ndio maana leo hii mtu akifanya vizuri tunasifia. Wewe unanisema mimi namsema vibaya Harmonize. Lakini nikikuonyesha hapa na clip mimi nimesifia kwa Harmonize. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ninasifia pale panapohitajika kusifia. Na pale ambapo hapahitajiki kusifia tunazungumza pia. Niliposti nzuri tu hapa nikamzungumzia Harmonize. Ngoja niende tu kwenye DM yake kwa sababu ile inajituma huko. Umeona? Kwa hiyo tunafanya kazi nzuri, isipokuwa sio rahisi kila mtu kuelewa. Na wago na hataki kabisa. Siku zote unapoambiwa mzee wa fact, tafsiri yake ni kwamba fakti zako zinakuwa hazijaegemea upande wowote. Tofauti yangu mimi si unamsifia kwamba mnapoona namshambulia msanii, tafsiri yake ni kwamba ana makosa, na tafsiri yake ni kwamba chochote. Leo nataka usikie hiki kitu alicho. This is Harmonize wa Uno
This is Harmonize wa Teacher Konde. Sound fulani hivi ambayo ni amazing. Umesikia? Hii ni collab ile amefanya na ule jamaa sio Mzambia sio mtu gani. Nimeisifia ile collab na umesikia hapa na ni juzi tu. Kwa hiyo mimi sio chawa. Wala mimi sio eti mtu amenilipa nifanye hivi, hapana. Mimi mtu akifanya vizuri on the right time namsifia. Akifanya vibaya on the right time nitamwambia mabaya yake. Na ile kuwa Harmonize na post yupo na Kajala, sijui mara wameshikana, mara kwenye nyimbo, kila nyimbo amweke Kajala, yeye ni sawa kwenye nanilio hiyo. Hiyo ni personal life yake, lakini mimi huwa naweka zile jokes tu. Ndio maana huwa naweka vicheko na nini, zile ni jokes. Kwa sababu pale nakuwa sizungumzi. Sawa sawa. Neno la mwisho kwa watu ambao wanasema wachambuzi, uchambuzi wao uchwara wachambuzi, kama hawana elimu kuhusiana na uchambuzi wenyewe. Kama wanachuchukia, bado tupo wachambuzi na tutaendelea kuwepo na tutaendelea kufanya uchambuzi. Na hakuna namna mnaweza kutuondoa kwenye reli. Hakuna namna, labda wakati wetu ufike mwisho. Gari ndo kwanza limewaka. Ndo kwanza, hata kuondoka haijaondoka, imepigwa starter tu. Big time my brother. One love.